Oya sikia. Mimi kuna kazi nataka hapa nikupe. Unamwona huyo mtu? Nahitaji ukamtupe sehemu ya mbali sana ambayo aweze akarudi hapa nyumbani na wala mtu wote asimuone. Yaani ikiwezekana wapite tu wanyama wakali wamrarue, nisimuone tena. Kiukweli mimi sitaki kabisa kumuona. Naomba nisaidie. Na kiasi hicho nataka mimi nitakupa. Ila tu kikubwa sitaki nimuone mazingira haya. Yaani sitaki nimuone kabisa. Kwani una shilingi ngapi hapo? Kiukweli kama hapa mimi na 200,000. 200,000? Wani kama wewe na dogo na kazi nayo ni fakubwa. Nachukulia rahisi ya. Fanya kama unanisaidia tu kakaangu. Mzigo gani sasa kama na mzigo wa kinyesi au vumili? Sasa kama mzigo wa kinyesi. Kinajia issue zote kama umefanya wewe mwenyewe alafu elewa. Sawa. Toa ile inaeleweka. Kwa hiyo unanisaidia kwa shilingi ngapi? Nipe 150,000. Kaka, mbona nyingi hivyo? Yaani kazi ya dakika 2 tu ukasema 350,000 kweli? Nipe 350,000 kama utaki nikuache tu. Basi tusike huko kakaangu. Mimi nakupatia hiyo hela. Au sio? Hapo ndio inakuwa market. Shida nini hasa inayofanya unichukie? Au nini hasa na malipo haya unipatie? Shida nini hasa inayofanya unichukie? Au nini hasa na malipo haya? Dada, nimefurahi sana kukuona. Maana siku nyingi sana hatujaonana. Zapa? Nzuri tu kaka, karibu. Asante. Maana nimefika muda kidogo. Kakuta tu kufuli na bembea tu. Sasa najiuliza ameenda wapi? Yaani wewe kaka acha tu. Yaani hapa unavyoniona nimetoka dukani kwenda kununua vocha, hata nikupigie nikwambie anaojiri huko. Kwani yanayojiri ni mambo gani? Nadogo mwenyewe kwa. Dada, hujanijibu bado. Kwani mdogo wangu yuko? Yaani kaka acha tu. Mimi mwenyewe hapa nilipo sielewi. Maana nimemtafuta sana. Leo ni siku ya 3 kaka, simuoni hapa nyumbani. Sijui kilichomchukua nini kakaangu. Yaani hata matumaini ya kusema kwamba ni mzima mimi sina kabisa. Kwa sababu yule pale alikuwa atembei, lakini nashangaa nauli nakuta hayupo. Sijui nini kilichomchukua kaka yetu. Kifupi mimi nakwambia tu kaka hapa nyumbani hayupo na kilichomchukua sikijui. Yaani hapo sijakuelewa. Umesema kwamba umemwacha nyumbani, anaumwa, hatembei wala hafanyi chochote. Halafu unaondoka, baada ya kurudi unakuta hayupo. Sasa kaenda wapi? Na kama ulikuta hayupo ulichukua hatua gani?
Sasa si ndo kama hivyo kaka, mimi nimechukua hatua ya kumtafuta. Leo unavyoniona hivi, usiku mzima sijalala namtafuta yeye. Hapo unavyoniona nimeshindwa, ndio maana nimeenda kuchukua vocha hata nikutafute urudi tusaidiane. Sababu tangu juzi nilivyokupigia kwamba kaka anaumwa, lakini sijaona mrejesho wote kwamba unarudi au vipi. Na kama hivi nimetokea tena lingine. Kama kile kilichokuja kumuumiza hapa hadi akafikia hatua ya kuwa vita ndio kimekuja kumchukua. Sasa mimi ningemtafutia wapi? Dada, mimi nashindwa kukuelewa. Kwa nini matukio yanapotokea afu unashindwa unachelewa kunipa taarifa? Najua tatizo toka lilipoanza ulichelewa kunipa taarifa. Hii nalo linakuja tena linatokea tena umechelewa tena kunipa taarifa. Kwa nini? Alafu sasa hapo ndio naambia kwamba umetoka kununua vocha. Hiyo vocha yenyewe wapi? Sasa nilienda dukani sijamkuta muuzaji. Ila uniamini tu kaka, mimi nimemtafuta sana mdogo wangu. Lakini ndio hivyo. Matumaini ya kumpata siku. Ulimpa taarifa mwenyekiti? Au kuna mtu yoyote anajua hapa mtaani kwetu? Hapana kaka. Ila kwa mwenyekiti ndio nilikuwa nataka niende. Unajua dada, mimi sikuelewi. Mtu anapoteaje toka juzi afu wewe yani kwa mwenyekiti unataka ndo katoe taarifa leo? Kwa hiyo hizo siku zote manake ulikuwa uone umuhimu wa kwenda kutoa taarifa kule. Ila leo ndio umeona kwamba ni siku sahihi ya kwenda kutoa taarifa. Unajua mimi sikuelewi. Yaani kaka wewe unanilaumu bure mimi kunionea hivyo kunisakama mimi hivi. Unanionea. Sasa wewe mwenyewe fikiria. Kwanza hata ugonjwa ulivyoanza. Aueleweki. Na hata alipopotea pia ieleweki. Sasa nitamshirikisha mtu haraka inakuaje? Sasa nikamshirikisha afu ghafla akarudi. Uone kama lama kama hivi siku 3 zimepita. Kwa mwenyekiti sasa ndio sawa. Ili atusaidie kutafuta. Sasa unaponitupia mimi lawama moja kwa moja kwamba unielewi, wakati mimi sielewi mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe pia sielewi hivyo kama usivyoelewa wewe. Sawa ndio. Mwenyekiti umechelewa kumpa taarifa. Na mama naye umempa taarifa? Sasa kaka, unaniambia mimi tena nimpigie mama? Mimi mwenzako nimechanganyikiwa unavyoona hivi sielewi. Nahangaika kumtafuta mdogo wangu, afu tena unaniambia tena nimpigie mama. Na pia mimi salio lenyewe sina. Nihangaike kutafuta chakula tule mimi na mdogo wangu. Nihangaike tena kutafuta vocha kuweza kuwa taarifu nyinyi. Wewe tangu uondoke au tangu uliposikia mdogo wako anaumwa kutuma taarifa moja kusema kwamba tumnunulie mgonjwa hata Pampers. Ulishawahi na unajua kabisa anajiendea kila kitu hapo hapo. Au hata ile sabuni uliwahi kutuma. Mnaniachia mimi peke yangu afu nakuja kunilaumu. Mimi na uchungu, naumia. Sawa. Mimi sijawahi kutuma hata shilingi 100 kwa ajili ya dawa. Lakini vitu vyote vilivyokuwa vinaendelea hapa nyumbani mimi navijua. Kwa unachotaka kuniletea ni wake ni uongo ambao hauna hata msingi. Usichokijua wewe ni kitu kimoja tu. Cha kwanza lazima uelewe, mimi ni mkubwa kuliko wewe. Mimi navijua vingi kuliko hata wewe. Sawa bwana. Sasa huo utoto wako na unataka kuleta wewe usiokuwa na msingi, sisi wenzako hatutaki. Yaani unataka kuleta mazingira yako yasieleweka, wewe unachukuliaje mimi kwanza? Unachukulia mimi mtoto kama wewe? Nakuuliza unachukuliaje? Kwa unataka kupanga maneno yako ili kwa ajili ya kuanza kutudanganya sisi. Tuweze kukuelewa. Unapokuja kwetu hebu njoo na pointi za msingi ili usiweze kukuelewa. Sitaki kabisa kwanza kunichukulia hivyo mimi. Nataka majibu ya msingi. Mdogo wangu yuko wapi? Vinginevyo mimi na yeye tutakuwa tuelewani kabisa. Sasa unavyoongea hivyo unamaanisha nini? Unamaanisha kwamba mimi naweza nikafanya chochote kwa ajili ya kakaangu? Au wewe tangu ulivyoondoka huko mjini ulishawahi kusikia sisi tumegombana? Ulishawahi kusikia? Mbona tulikuwa tunaishi vizuri? Kwa nini nimfanyie ubaya? Mtengua kauliza kwa mwana, kama kuna watu walokuambia maneno ya kipuuzi, uangalie vizuri.
Mimi sijamfanya chochote Kaunda, na uchungu naye, ndio maana namtafuta, na maana nimekutaarifu wewe. Sasa mimi mwenyewe nisharudi. Hili swala nitalifuatilia mwanzo mwisho mpaka nipate jibu la msingi ni lipi. Sawa kaka, hata mimi nashukuru pia ulivyorudi ili tusaidiane kumtafuta. Maana mimi peke yangu siwezi. Ili tujue kama yupo hai au amekufa. Kikubwa tu kwanza apatikane. Mwenyewe naomba Mungu apatikane. Haijalishi kafa au mzima. Ila tumani la kusema kabisa kwamba mzima. Sijui kakaangu maskini. Nitegemea atakuja kuletea wifi jamani, lakini ndio hivi ameondoka kabla hata sijamuona wifi yangu jamani. Mkataba, 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 oh. Mkataba, 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 Ulisema utanipenda kwa kila hali, utanithamini, utanijali. Mbona sioni, mbona sizioni zile ahadi zako. Mbona sizioni mkataba